Bwana ni mwema. Siku ya leo tukajifunze somo ambalo linaitwa imani. Imani ni somo pana sana ambalo ukisema uandike vitabu, utaandika vitabu vingi sana. Naweza kusema imani ndiyo kila kitu. Maana maisha ya mwanadamu yamejengwa katika imani. Kila mtu anaamini. Anaamini kwa kile ambacho anakijua. Lakini ukweli ni kwamba ipo imani ya kweli kabisa. Basi leo tukajifunze imani. Kabla hatujaanza somo letu, tuombe. Nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa uko pamoja nasi. Tufundishe neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania 11, kimetoa maana halisi ya imani. Kimeelezea vizuri sana imani. Waebrania 11 inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ndio imani. Naweza nikatoa mifano kadhaa ili uweze kuelewa hii maana ya imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Mfano mzuri, wafanyakazi wa serikalini ambao wanategemea mishahara au wa kwenye makampuni binafsi. Wengi wao katikati ya mwezi au mwanzo wa mwezi, mfanyakazi wa kawaida huwa anakuwa na imani ya kwamba atapewa mshahara. Mshahara bado hajaushika, lakini kwa imani anauona, anautarajia. Na wengine wameenda mbali sana, hata kabla ya mshahara kufika wanakuwa wameshaugawanya juu kwa juu. Imani. Yaani mshahara wanaugawanya kwa njia ya imani. Kwa hiyo mshahara unaingia mkononi, tayari unakuwa umeshagawanywa juu kwa juu. Kwa hiyo mfanyakazi hata kabla hajashika kile kitu, anakuwa anaona anacho tayari. Hiyo ndio imani. Imani. Mfano mzuri, mfano mwingine tena, kijana ambaye amemaliza chuo na anatafuta kazi. Kwa imani anaona tayari ameishapata kazi. Kwa imani anaona tayari ameishapata kazi. Lakini kwa uhalisia bado anaendelea kutafuta. Bado anaendelea kutuma maombi. Lakini kwa imani anaona ameishapata kazi. Bwana tusaidie tuweze kuelewa. Hiyo ndio maana ya imani. Kitu bado haujakishika, lakini kwa imani unaamini kipo. Kwa imani unaamini kipo. Na ndiyo maana tunaomba, kwa sababu kwa imani tunaamini Mungu yupo. Kwa imani tunaamini Mungu yupo. Sasa hii imani, hakuna kitu ambacho hakina chanzo. Hakuna kitu ambacho hakina chanzo kwenye dunia hii. Tukisema maji yana chanzo chake. Tukisema sisi wanadamu, chanzo chetu tunajua ni Mungu mwenyewe. Imani kama inavyoelezewa kwenye kitabu cha Warumi 10 fungu la 17 inasema imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo.
Kumbe chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa nataka nisemeje? Kwa hiyo jinsi unavyozidi kulisikiliza neno la Mungu, unavyozidi kujifunza neno la Mungu, ndipo imani yako inazidi kujengeka hapo. Ndio maana tunashauriwa sana tusome neno la Mungu, maana ni chanzo cha imani. Yesu alimwambia Tomaso, wewe umeamini kwa kushika na kwa kuona. Heri hao ambao wataamini kwa kusikia. Maana Tomaso alitaka mpaka ashike mikono ya Yesu, hakikishe. Yesu akamwambia, wewe umeamini kwa kuona. Heri hao watakaoamini kwa kusikia. Na ndio maana katika ulimwengu wa leo, kwa kusikia habari za Yesu, tunaamini kwa imani Yesu alikuja. Japokuwa hatukumuona, lakini kwa kusikia habari zake, Roho wa Mungu anatusadikisha ndani yetu ya kwamba Yesu alikuja. Unapozidi kumsikiliza Mungu, unapozidi kujifunza habari zake, ndivyo unavyozidi kumjua. Na unapozidi kumjua Mungu, ujue neno kumjua Mungu lina maana kubwa sana. Huwezi ukamjua mtu yeyote wa karibu yako bila kutesti. Mfano, hauwezi ukasema huyu hapa ana upendo ikiwa bado hujaona kuna kitu ambacho kinaashiria upendo ambacho amewahi kukitenda kwenye maisha yako. Huwezi ukamjua ya kwamba huyu hapa ana roho ya ukarimu ikiwa hajawahi kukukarimu wewe. Huwezi. Kwa hiyo kumjua Mungu, ili umjue Mungu ni lazima uingie katika vitendo, uombe. Unapoomba na kuona maombi yako yamejibiwa, ndivyo unazidi kumjua Mungu, kwamba ni Mungu ajibuye maombi. Unaposoma kisa cha ukombozi na kuona jinsi gani Yesu alivyokufa kwa ajili yako, ndipo nagundua Mungu ni Mungu mwenye upendo. Kwa hiyo jinsi unavyozidi kumjua Mungu, ndivyo unazidi kuwa na imani ndani yako, na imani inapokuwa ndani yako, amani inatawala. Ndio maana Ayubu alisema, mjue sana Mungu ili uwe na amani moyoni, ndivyo mema yatakavyokujia. Kumbe mema yanakuja baada ya wewe kumjua Mungu. Na ukimjua Mungu, maana yake imani inakaa ndani yako, na imani ikikaa ndani yako, maana yake amani nayo hutawala ndani yako. Kwa hiyo kumbe mema yanakuja baada ya wewe kumjua Mungu na kuwa na imani ndani yako. Siku zote huwezi ukamwamini mtu yoyote pasipo kumjua kwanza. Ukishamjua ukathibitisha huyu ni mwaminifu, huyu ana upendo, akisema amesema, utamwamini. Na ukimwamini unakuwa na imani naye. Na ukiwa na imani naye, maana yake amani kati yako wewe na yeye inakuwepo. Ndiyo maana halisi. Kwa hiyo ukisema unamwamini Mungu, maana yake una amani moyoni mwako, kiasi kwamba unapoenda kumpelekea haja yako,
hauendi kwa hofu, bali unaenda kwa imani. Na unapoenda kwa imani, ukitoka kueleza haja yako kwa Bwana, unatoka ukiwa na amani moyoni. Hapo ndipo umeanza kujenga mahusiano mazuri na Mungu. Ikiwa unatoka kwenye maombi ukiwa bado una hofu, bado kabisa una imani haba. Bado hujamjua Mungu, bado hujamjua Mungu. Kwa hiyo imani ni kila kitu. Nataka niseme kitu kimoja, kwamba kitakachotufanya tufanikiwe, kitakachotufanya tuokoke katika ulimwengu wa leo ni imani pekee. Imani ndiyo itatufanya tufanikiwe. Imani ndiyo itatufanya tuweze kuokoka katika ulimwengu huu. Ujue kuna mambo makubwa ambayo Mungu anahitaji kututendea, ila kwa imani zetu haba hatuyaoni. Kwa imani zetu haba, kwa imani zetu ndogo, kwa imani zetu chache, tunaona mambo madogo madogo. Ndio maana Yesu aliwaambia, kwa sababu ya imani zenu chache. Laiti kama mngekuwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mngeweza kuambia huu mlima ng'oka na uende. Kwa sababu ya imani zenu chache. Hapa ni baada ya wanafunzi wake kushindwa kutoa pepo. Kwa hiyo walishindwa kutoa pepo kwa sababu ya imani zao chache. Yesu akamwambia, laiti kama mngekuwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mngeweza kuambia huu mlima ng'oka. Yaani ndugu yangu, kuna mambo hayatendeki kwenye maisha yako kwa sababu ya imani ulionayo. Mungu anataka utende mambo makubwa kwenye maisha yako. Mungu anataka atende mambo makubwa kwenye maisha yako. Hivyo anahitaji uwe na imani. Imani huja kwa kusikia. Kwa hiyo jibidishe sana katika kumwomba Mungu. Jibidishe sana katika kumwomba Mungu. Na ili uwe na imani, na ili uwe na imani kubwa, ni lazima uzikabili changamoto. Uzikubali changamoto. Ujue unapoona changamoto ushukuru. Maana changamoto itakufanya upige hatua katika imani yako. Changamoto. Wote waliopiga hatua katika imani walizikabili changamoto. Changamoto ni daraja. Kwa changamoto inapokuja kwenye maisha yako, ione kama daraja la kuvuka, daraja la kukupandisha ufikiwe kwenye viwango vingine vya imani. Upepo ulivyovuma pale baharini, upepo ukavuma, wanafunzi wa Yesu wakapiga kelele. Yesu akainuka akawaambia, enyi wenye imani haba. Ndipo Yesu akakemea ule upepo na ukatulia. Imani. Changamoto inayokuja kwenye maisha yako, changamoto yoyote, aidha ni kodi, aidha ni ada, changamoto yoyote, yaani pale ambapo unaona kabisa hapa nimefikia mwisho, katika changamoto hiyo ukisimama kwa imani utaivuka. Na ukivuka ndipo unazidi kupanda daraja la imani. Daudi alikutana na changamoto nyingi sana alivyokuwa akichunga kondoo. Wanasimba walikuja kuvamia kondoo wake. Daudi alipambana nao. Ule ushuhuda wa kuwaua simba na kuwaua dubu ndio ulimpa nguvu
ya kupigana na Goliath. Akasema Mungu aliyeniokoa na makucha ya dubu ndiye ataniokoa na mikono ya Mfilisti huyu. Imani. Kwa changamoto zione kama daraja kwako la kukupandisha katika hatua nyingine ya imani. Maana unapovuka changamoto ya kwanza, amini kuna changamoto nyingine kubwa unaenda kupigana nayo mbele kwa mbele. Ikiwa hii ulivuka, hile haitakushindwa wewe. Imani. Dumu katika imani. Tembea na ushuhuda. Imani ndiyo itakayotufanya tuweze kushinda katika kipindi hiki cha mwisho. Eliya alishusha moto kutoka mbinguni kwa imani. Nataka niwaambie kwamba imani ndiyo itakayokufanikisha. Kwa nini nasema hivi? Yesu alimwambia yule mwanamke ambaye alikuwa akitokwa na damu miaka 12. Akamwambia, jipe moyo binti, imani yako imekuponya. Kilichomfanya yule binti apone ni imani. Aliamini kwa kusikia habari za Yesu, kwa kushuhudia. Aliamini ya kwamba shida nilionayo Yesu anaweza kuitatua. Kwa hiyo kilichompeleka yule mwanamke mpaka kwenda kushika pindo la vazi la Yesu ni imani iliyokuwa ndani yake. Imani iliyokuwa ndani yake ndiyo ilimfanya yule mwanamke apige hatua aende akashike pindo la vazi la Yesu, na alipona. Imani. Maana alifika sehemu sahihi kabisa. Imani. Kilichowafanya wale vipofu wawili wapone ni imani yao. Walimuita Yesu akamwambia, Yesu mwana wa Daudi uturehemu. Yesu mwana wa Daudi uturehemu. Ndipo Yesu alipowagusa macho yao akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Kwa kadiri ya imani. Imani nini? Kumbe tumeona imani inaambatana na matendo. Imani. Nataka niwachukulie mfano halisia. Mfano, una imani ya kwamba utafungua hospitali. Hauna hospitali, lakini una imani ya kwamba utafungua hospitali yako. Imani. Kwa hiyo ile imani iliyo ndani yako inaanza kukupa msukumo wa kuanza kufungua akaunti katika mitandao ya kijamii, ya kuanza kutengeneza jina la hospitali utakayoifungua. Muda huo hauna mtaji, hauna kila kitu, lakini ile imani ya ndani yako inaanza kukufanya unaanza kutengeneza paka jina la hospitali utakayoifungua. Ule msukumo wa imani. Kwa sababu kitu ambacho unakifanya unakipenda kutoka ndani. Kwa hiyo imani pia inaambatana na upendo. Imani. Kwa hiyo ile imani na kusukuma uanze kufanya hatua za ziada. Unaendelea kwa imani, ukiamini kabisa utafanikiwa kwenye jambo lako, kwa sababu umemuomba Bwana, na kwa sababu umetambua hilo ndilo kusudi lako. Kwa hiyo kwa imani unaanza kuposti mitandaoni, kwa imani unaendelea, kwa imani unaendelea. Japokuwa unaona wateja huoni, response huoni, lakini kwa imani unaamini, unaendelea. Japokuwa watu wanakukatisha tamaa, lakini ile imani inakufanya uzidi kusonga mbele. Amini na kuambia, wote waliofanya hivi walishinda. Kuna mtu mmoja anaamini kabisa kwamba nikienda kuchimba dhahabu kwa imani nitapata.
Imani pia huwa imechangamana na ujasiri ndani yake. Hakuna muoga. Imani na uoga havipatani kabisa. Imani huwa imechangamana na ujasiri. Kwa hiyo huyu mtu anaamini, anaenda kwenye machimbo. Imani imeambatana na vitendo, anaenda kwenye machimbo. Anaanza kutafuta dhahabu. Kwa imani anaamini kabisa atapata. Kwa imani anaamini, kwa sababu amemuomba Mungu. Imani. Unataka kufungua kampuni. Imani ndiyo itakufanya ufanikishe mpango wako. Kwa kumwamini Mungu ndiyo itakufanya mpango wako wa hilo kampuni ufanikiwe. Inategemeana na kiwango cha imani yako. Ikiwa una imani ndogo, utafanya mambo madogo. Lakini tunasema ikiwa mngekuwa na imani kama punje ya haradali, mngeweza kuambia mlima ung'oka na ukang'oka. Hakuna ambalo Yesu anatoa siri kubwa mno. Hakuna ambalo litakaloshindikana kwenu. Unataka kufanya biashara kubwa, imani ndiyo itakayokufikisha. Unataka kufungua kituo cha afya, imani ndiyo itakayokufikisha. Imani. Amini, songa mbele. Amini, songa mbele. Imani. Nataka niseme nini? Uko kitandani, unaumwa, na kwa imani unaona wewe sio wa kufa sasa hivi. Kwa imani. Ikiwa unataka uponyaji, imani itakupatia uponyaji. Kujua kuna wengine muda wao kweli umefika na wanashuhudia Roho, muda wao umefika kabisa na inaonekana. Lakini kuna wengine muda wenu hujafika. Kuna wengine huo ugonjwa sio wa mauti. Kwa imani, mwamini Bwana. Mwamini Bwana anaweza kuponya. Mlingane kwa maombi. Muombe, ng'ang'ania kwa maombi mpaka mwisho, na imani itakuponya. Amini nakwambia, wote walioishi katika imani wameshuhudia miujiza. Imani. Unataka nini kwenye maisha yako? Nini unachokitaka? Imani itakupatia. Maana imani haikati tamaa. Imani usonga mbele. Unahitaji nini kwenye maisha yako? Unahitaji mwenzi, imani itakupatia. Amini, imani itakupatia. Unahitaji kufungua biashara, unahitaji kusoma mpaka viwango vya juu, imani itakupatia. Kikubwa, tambua kusudi lako ni nini. Ukijua kusudi lako la kuwepo hapa ni nini, utafanikiwa katika maisha yako. Maana kufanikiwa ni kuliishi kusudi. Ikiwa una imani kwamba wewe umeitwa ili uwe mchungaji kama mimi naye wahubiria, imani itakufikisha. Imani itakufikisha. Nini unachokitaka? Ikiwa unaamini umeitwa uwe daktari, imani itakufikisha. Ikiwa unahitaji kujenga nyumba na hauna kitu chochote, imani itakufanikisha. Amini. Kikubwa, mjue sana Mungu. Jibidishe katika kumjua Mungu. Na ili umjue Mungu, ndugu yangu, omba. Muombe Mungu akufungue majicho la kiroho, umuone Mungu. Unapozidi kumjua Mungu kwa kujifunza maandiko, imani inazidi kukua. Unataka nini Mungu akutende? Nakumbuka kuna siku moja niliugua vibaya sana. Tumbo lilikatakata, kichwa kikauma. Niliugua. Nilikumbuka neno moja ambalo kuna pasta alitufundisha kuhusu imani, ya kwamba
kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Kitu cha kwanza nilikiri ya kwamba ule ugonjwa nimeupata kwa uzoefu wangu, huenda ya kugusa vitu vichafu. Nilikiri kosa, kisha nikaomba neema ya Bwana. Nikasema, nikashika kichwa na nikashika tumbo, nikasema kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Ijapokuwa baada ya kumaliza kuomba vile, hali haikuwa shwari muda ule, lakini kwa imani nikaamini nimepona. Na nilipona kabisa kwa muda mfupi sana kuliko nilivyokuwa natarajia. Imani. Ndugu yangu, nikuelezea kisa hichi, niliugua vibaya sana. Ni ugonjwa ambao mpaka nashangaa kwa nini nilipona kwa muda mfupi sana. Imani. Kuna muda unaomba, kuna muda una njozi ya kufungua kampuni, lakini unaona hakuna feedback. Unaona wateja hawapo. Amini, endelea kuamini. Kuna muda umeitwa interview nyingi, umekataliwa, lakini endelea kuamini utapata kazi, na utapata kazi kweli kweli. Maana Mungu mwenyewe anapenda wewe ufanikiwe. Ukilijua hili, hutakata tamaa katika maisha yako. Imani. Basi somo la leo la imani naweza kusema nitaishia hapa. Kwa neema ya Mungu tutaendelea na sehemu ya pili, nadhani katika siku ya kesho. Basi kwa kumaliza somo hili, ninawaombea mibaraka kwa jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki, awaongezee imani kwa jina la Yesu Kristo. Amin.